Klabu ya Yanga kupitia msemaji Ali Shabani Kamwe wameweza kutoa taarifa nzito kuhusiana na wale wachezaji ambao wameweza kupewa thank you, kuhusiana na magalasa ambayo yamefukuzwa ndani ya klabu ya Yanga, kuhusiana na wachezaji ambao wameonyesha viwango vibovu kwenye michuano mbalimbali ikiwemo michuano ya NBC Premier League pamoja na ile michuano ya CAF Champions League. Sasa hiyo list ya wachezaji ambao wameweza kufurushwa na klabu ya Yanga, sisi tumeweza kuipata na tukaona isiwe shida tuweze kukufikishia wewe mpenzi mtazamaji, ili uweze kufahamu ni nani na nani ambao wameweza kuachwa kwenye klabu ya Yanga. Wafuatao ni wachezaji ambao Yanga imeweza kuwatema, unaweza kusema kwamba imewaacha kuelekea msimu ujao. Mchezaji nambari 1 ambao ameweza kuachwa na klabu ya Yanga ni Pacome Zouzoua. Mimi binafsi yangu nilishtuka mara baada ya kusikia klabu ya Yanga imemwacha Pacome Zouzoua. Ikabidi nifuatilie ni kwa nini Pacome Zouzoua ameweza kuacha na klabu ya Yanga, na nikapata sababu ambazo of course ziliweza kuniconvince. Sababu ya kwanza ambayo Yanga imefanya imwache Pacome Zouzoua ni kwamba umri wake umeenda, lakini pia ni swala zima la majeraha, na swala la mwisho ni swala zima la nidhamu. Pacome Zouzoua amekuwa ni mchezaji ambaye hana nidhamu. Kiufupi unaweza kusema kwamba Pacome Zouzoua anaendekeza starehe, amekuwa ni mtu wa viwanja, mtu wa kulewa pombe. Kwa hiyo klabu ya Yanga imeona isiwe shida imwache Pacome Zouzoua, imuuze Falme za Kiarabu kule Uarabuni ili iweze kupata fedha. Na kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba kuna mchezaji ambaye amekuja, ana profile kubwa na ni mchezaji mkubwa. Huyu ndiye atakuja kuziba pengo la Pacome Zouzoua pale katika mitaa ya Twiga na Jangwani. Kwa hiyo msimu ujao mimi nakuhakikishia Pacome hatocheza katika klabu ya Yanga, lakini wahakikishie pia mashabiki wa Yanga ni kwamba Pacome ameletewa mtu ambaye atakuwa ni mbadala wake sahihi kabisa. Na mchezaji mwingine ambaye ameweza kupewa thank you, hizi ni za ndani kabisa, ni Djigui Diarra. Diarra ameweza kupewa thank you kwa sababu kuna timu kubwa imeweza kuweka mlungula wa kutosha. Kuna timu kubwa ambayo imeweza kuweka dau kubwa kwa klabu ya Yanga, na klabu ya Yanga imeweza kubali dau hilo. Na kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba Yanga tayari wameweza kupata mbadala, wameweza kutafuta mbadala wa Djigui Diarra, moja kati ya magolikipa bora kabisa wa Yanga pamoja na ile timu ya taifa ya Mali. Kwa mimi binafsi naweza kusema kwamba kitu ambacho Yanga wanakifanya, unaweza kusema Yanga wana reset kikosi chao. Unaweza kusema Yanga wanajenga Yanga mpya, Yanga nyingine ambayo itatawala soka la Tanzania kwa miaka 5 mingine kama ambavyo Yanga wamefanya kwenye siku za hivi karibuni. Kwa hiyo niko hapa kukuhakikishia kwamba Diarra msimu ujao hatovaa jezi za kijani na njano. Mchezaji mwingine ambapo Yanga wameweza kumwacha ni Bakari Nondo Mamnyeto. Unaweza kusema kwamba Bakari Nondo Mamnyeto ameweza kufanya kila kitu kwa klabu ya Yanga. Unaweza kusema kwamba Bakari Nondo Mamnyeto nguvu zake zote, ujana wake wote toka ametoka Coastal Union mwaka ule wa 2018 na ameweza kuingia kwenye klabu ya Yanga, ameweza kutoa jasho lake lote kuweza kuitumikia klabu ya Yanga. Lakini mwisho wa siku mchezaji aweze kukaa kwenye timu moja milele, na klabu ya Yanga imeona iweze kumtoa Bakari Nondo Mamnyeto ili iweze kuwapatia wachezaji wengine, vijana wengine wadogo nafasi na wao waweze kutoa jasho lao kuipatia klabu ya Young African. Mashabiki wengi wameweza kuhuzunika kwa sababu huyu ni captain wa klabu ya Yanga na ameweza kuifanyia makubwa sana klabu ya Yanga. Ameweza kunyenyua vikombe vingi vya ndani na nje ya Tanzania. Kule South Africa tulimwona Bakari Nondo Mamnyeto aliweza kuchukua kombe lile mbele ya timu ngumu kabisa inayoshiriki ligi kuu pale nchini Ujerumani. Kwa hiyo sasa kitu ambacho Yanga wamekifanya kumtoa Bakari Nondo Mamnyeto ni swala zuri, kwa sababu wanawapa nafasi vijana wengine. Na ukiangalia kwa sasa Bakari Nondo Mamnyeto level yake kiuhalisia tu, level yake ya ushindani imeweza kupungua na imepelekea mpaka baadhi ya mechi anakuwa anachoma maskini Bakari Nondo Mamnyeto. Kwa hiyo msimu ujao Bakari Nondo Mamnyeto kuna uwezekano akarudi kwenye klabu yake ya Coastal Union, kwa sababu hii ndo klabu pekee ambayo Bakari Nondo Mamnyeto ameweza kuichagua kuweza kuichezea mara baada ya kutemwa na klabu ya Yanga. Mchezaji mwingine ambaye Yanga ameweza kumwachia ni Kouassi Atola Yao, moja kati ya mabeki ving'ang'anizi wa kulia. Na kitu ambacho kimefanya klabu ya Yanga kuweza kumwachia Kouassi Atola Yao ni trendi ya maumivu, ni trendi ya kuumia kwa Kouassi Atola Yao. Kouassi Atola Yao aliweza kukaa injury ya muda mrefu, takriban miezi 6 nusu msimu kabisa hatukuweza kumuona Kouassi Atola Yao akicheza
uwanjani, na klabu ya Yanga iliweza kumvumilia, lakini mwisho siku imeamua kuweza kuachana na Kwasa Tola yao, kutokana na Kwasa Tola yao kuwa na maumivu ya mara kwa mara, mpaka imepelekea kipindi basi klabu ya Yanga inaweza kumtumia Kibwana Shomari, ambapo kiwalisia level ya competition, level ya ushindani kati ya Kibwana Shomari, Iza Patrick Mwenda na Kwasa Tola yao iko juu, lakini sababu ya kuachana naye ni kutokana na majeruhi ambayo amekuwa akiyapata kwenye siku za hivi karibuni. Huyo ni Kwasa Tola yao, msimu ujao hatakuwa sehemu ya kikosi cha klabu ya Yanga, na kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba Yanga wameweza kupata mbadala. Yanga wameweza kupata mtu sahihi mwingine ambaye anaweza kuweza kuziba nafasi ya Kwasa Tola yao. Mchezaji mwingine ambaye ameweza kuachwa au anaenda kuachwa na klabu ya Yanga ni Buba Jammeh, winga ambao aliweza kuja kwa mbwembwe sana, winga ambao watu wengi mashabiki wa Yanga walizani kwamba anaweza kuja kufanya mapinduzi makubwa kwenye soka la Tanzania, lakini isivyo bahati kwa Buba Jammeh, alishindwa kutuonesha kile ambacho anacho, na kama ambavyo tunafahamu kwenye ligi ya Bongo kipaji peke yake akitoshi kuweza kucheza vizuri ndani ya ligi ya NBC Premier League. Tumeweza kushuhudia wachezaji wengi wenye vipaji wameshindwa kuperform vizuri. Kwa mfano Nabi Kamara kutokea pale Msimbazi Simba ni mchezaji ambaye ana kipaji, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo hajapata favor kutoka kwa kocha, kwa hiyo imeshindikana kwa yeye kuweza kuonesha kipaji chake kwa Watanzania. Lakini enzi hizo Singida pale alikuwepo Mbrazili kabisa Bruno Guimaraes, kutokana na injury za mara kwa mara watu wengi walisema anapigwa sana misumari na viungo wa pale Singida Black Stars kipindi kile wakina Yusuf Kagoma, basi ikashindikana kwa yeye kuweza kucheza mpira mzuri hapa nchini Tanzania na kutimkia kwao Brazil. Huyo ni Buba Jammeh, anaenda kupewa thank you kubwa sana, na mchezaji mwingine ambaye anaenda kupewa thank you, na hii ni thank you ambayo Yanga anaenda kufaidika, ni Alan Okello. Ni Mganda huyu Alan Okello ambaye ameweza kufika katikati ya msimu tu, lakini mpaka sasa ambavyo tunaongea ameweza kuhusika kwenye kuchangia magoli 20 ndani ya klabu ya Yanga, na yeye ndio mchezaji ambaye ameweza kuchangia magoli mengi kwenye klabu ya Yanga, japokuwa ukizingatia ameweza kufika katikati ya msimu, ameshinda mpaka wachezaji wengine ambao walianza msimu tokea mwanzo. Alan Okello anapigwa thank you kwa sababu ameweza kusajiliwa na klabu ya kutokea kule nchini Turkey, Fenerbahce ya kule nchini Uturuki imeweza kunasa saini ya Alan Okello. Huyo ni Alan Okello, msimu ujao hatakuwa sehemu ya kikosi cha klabu ya Yanga. Mchezaji mwingine ambaye ameweza kuachwa na klabu ya Yanga ni Jonathan Ikangalombo Speed. Watu wengi walidhani kwamba klabu ya Yanga iliweza kumwachia Ikangalombo muda mrefu sana, lakini kiuhalisia ni kwamba waliweza kumtoa kwa mkopo na waliweza kumrudisha kwenye klabu ambayo alikuwa anachezea awali, Jonathan Ikangalombo, na sasa Yanga wameweza kuvunja mkataba kabisa na Jonathan Ikangalombo na wameweza kutafuta mbadala wa kuweza kuziba nafasi ya Jonathan Ikangalombo. Hao ni wachezaji ambao Yanga wanaenda kuacha. Wachezaji wengine ni kama Musa Bala Conte ambaye na yeye waliweza kumtoa kwa mkopo, lakini wachezaji kama Farid Malik Musa na wenyewe wanaweza kuachwa na klabu ya Yanga. Wachezaji kama Kibwana Shomari na wenyewe wanaweza kuachwa na klabu ya Yanga. Mimi sina la ziada, nipende kusema kwamba uweze kusubscribe kwa wingi kabisa kwenye chaneli hii ili uweze kupata taarifa nyingi za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.